Welcome to the Music Surgery. Bora hata nimshukuru Mungu kwa hivi nilivyo, maana hata kuna wengine hawajafika nilipo. Bora hata nimshukuru Mungu kwa hiki nilichopata, maana hata kuna wengine wamekosa kabisa. Tabasamu njoo, nataka nibadili wangu mtazamo, niwaze kitajiri. Na wewe maumivu njoo, nataka nibadili wangu msimamo, niishi kijasiri. Ile habari ya kulialia kila siku nakata, na kama nilisainiwa mkataba nafuta. Ndugu tuliowasaidia wakaficha makucha. Walipofanikiwa wakataka kutushusha. Nafuta zile waibi, sijapata kwa nini. Najema ujasiri, nitapata na mimi. Nafuta zile waibi, sijapata kwa nini. Najema ujasiri, nitapata na mimi. Bora hata nimshukuru Mungu kwa hivi nilivyo, maana hata kuna wengine hawajafika nilipo. Bora hata nimshukuru Mungu kwa hiki nilichopata, maana hata kuna wengine wamekosa kabisa.
Sasa mnajua kati ya makosa mabaya ni pamoja na kosa la kuchelewa ibada. Na leo nisipongeze kabisa kamati kwa kufanya vibaya kuwachelewesha maharusi kwenye ibada. Hamjanifurahisha pia, mmefanya vibaya. Na hili ni kosa. Haiwezekani bwana harusi kupanda bajaji alafu kamati mpo. Haiwezekani ibada kuchelewa kamati mpo. Sijapenda. Lakini pia na Mungu hajapenda. Ibada ni muhimu, ibada sio ukumbini, ibada ni hapa. Ndoa nyingine yoyote mkichelewa, basi tutaiahirisha, tutapanga tarehe nyingine. Na hii nadhani inawezekana. Tunapopanga na kukubaliana na kuombea tarehe na muda, halafu wenzetu mnachelewa, hii tabia ni mbaya. Sijapenda. Anze ibada kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tupige magoti kwa ajili ya ungamo. Pamoja na kwa sauti ya unyenyekevu tushirikiane kukiri ungamo hili. Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, tunaomba kwamba kwa mawazo na maneno na matendo na kutimiza tupasayo, tunasikitika sana tunatubu kwa ajili ya Yesu Kristo, tusamehe na kusafisha kwa Roho wako Mtakatifu, ili tuweze kutumikia katika kuimarisha kama tukuza jina lako. Mwenyezi Mungu anayewasamehe wote watubu kwa kweli, akurehemuni, akusameheni dhambi zenu zote, akutieni nguvu, akuimarisheni katika wema wote, akufikisheni kwenye uzima milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Aye. Karibisha kwaya. Karibisha kwaya. Sayuni mpo. Hosana mpo.
mwanamume huyu Michael na mwanamke huyu Salome katika ndoa takatifu ambayo ndiyo hali iliyo na heshima iliyoamriwa na Mungu wakati watu walipokuwa hawana hatia, ikitupa mfano wa kuungamana kwa Kristo na kanisa lake. Hali hiyo takatifu Kristo aliheshimu kwa kuwako yeye mwenyewe kule Kana ya Galilaya, na kwa ishara yake ya kwanza aliyoifanya huko. Tena hali hiyo imesifiwa na Paulo mtume kuwa ina heshima kwa watu wote. Kwa sababu hizo basi,
watu wasiingie bila kufikiri wala kwa haraka kwa kusudi la kutimiza hisia za mwili tu, ila waingie kwa heshima na kwa busara na kwa shauri na kwa makini na kwa kumcha Mungu. Katika hali hiyo takatifu watu hawa wamekuja waungamanishwe. Basi akiwapo mtu yeyote awezaye kuonyesha sababu watu hawa wasungamane kwa halali katika ndoa, aseme sasa. Au na anyamaze kabisa tokea leo. Nakutakeni ninyi wawili, mmoja wapo wenu akijua zuio lolote la kuzuia msungamanishwe kwa halali katika ndoa, aseme sasa. Kwani jueni hakika ya kwamba wote walioungana kwa jinsi isivyoamriwa kwa neno la Mungu haungamanishwi na Mungu, wala ndoa yao sio halali. Michael, una zuio lolote? Hapana. Salome, una zuio lolote? Hapana. Sasa maiki yangu sijui siku ya ndoa yako nimeweka pingamizi mwenyewe. Bwana kama lazima maiki ya mchungaji. Bwana asifiwe. Ongeza makofi tena kwa ajili ya Michael na Salome. Nikaribishe kwaya ya Hosana kwa wimbo. Karibuni Hosana.
Bwana Yesu asifiwe. Mwenye wivu aje achukue fomu aandikishe ndoa nazo, sio ajinyonge. Maana kijinyonga sasa inakuwa is not good. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ibada hii iliyo na baraka zake, na basi niombe sasa tusimame. Alafu vijana, hivi kuna wimbo fulani unaweza ukatuchangamsha kidogo tujione kama tuko yani kwenye ibada ya ndoa takatifu Isaac, mbona ujibu sasa? Lete nione. Alafu tuone kuna vigelegele au na vyenyewe vya mgao kama umeme. Hivi umeme wa mgao? Hebu lete tuone ule wimbo, alafu tuone kama kuna mawifi wanaojua kuselebuka kwa Yesu kwa ajili ya ibada hii. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja mbele zako wakati huu kwa unyenyekevu mwingi sana, kwani tunajifahamu namna tulivyo dhaifu na wanyonge katika mambo mengi. Tunahitaji neema yako sana wakati wa furaha, tunahitaji neema yako sana wakati wowote ule. Hata kwenye tafakari ya neno lako takatifu, nahitaji neema yako. Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli, atufundishe neno lako na uhusiano na mambo ya ndoa. Roho Mtakatifu atuongoze. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninakwenda kinyume na utawala wote wa giza, ukaendelee kushindwa, na Roho Mtakatifu akatuatamie, akaziwe masikio yetu ya ndani kabisa, maneno yako apate neema mioyoni mwetu. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu, amina. Amen. Tukae. Kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa neema hii ambayo amenijalia mimi na wewe kuwepo katika ibada hii ya ndoa takatifu. Lakini mshukuru sana baba kasisi wa parish hii kunipa heshima ya kusema neno kwenye ndoa hii. Na wale ambao wanifahamu, naitwa Kasisi Graceful Mahungo, na mtumikia Mungu katika parish ya Zombo, dinari hiyo ya Zombo. Na nilikuja kama ndugu kwenye sherehe hii kwa sababu Michael ni mjukuu wangu. Amen. Nimekaa naye maeneo mengi, lakini hapa Morogoro tumekaa naye kwa muda mrefu kabisa kama sehemu ya familia yetu.
Niliposikia Michael anaoa, tunapata mtu wa kutupikia chakula, nikajisikia kwamba na mimi nishiriki, na mwanangu Margaret na mume wake Mayunga wakanialika kwa nguvu zote. Nikaona nisikose ibada hii. Kwa hiyo baada ya mikutano ya sinodi nikaona nije hapa. Amen. Sasa ninakuja hapa kama babu wa Michael kumpongeza yeye na familia kwa kumtunza hata kufikia hatua hii, na kumpongeza mwenzake ambaye amempata kwa jambo hili kubwa ambalo linafanyika leo. Kwa basi nakushukuru sana kwa nafasi hii. Sasa bila kupoteza muda, natamani niende moja kwa moja kwenye tafakari ya neno la Mungu. Bakasi aliponiambia kwamba uje utusalimie kwa neno la Mungu, nilisita kidogo moyoni, kwa sababu huwa tunapenda mara nyingi kujiandaa sana kuhubiri. Naongea kwenye simu, nilikuwa kwenye familia moja hapo Chamwino, naenda kuwasalimia na walinitaka niwasalimie, nikasikuwa na muda, ndio maana nimechelewa. Akacheka sana hiyo mshirika. Bakasi unasema kwamba usiende kuhubiri kwa nini? Mbona mahubiri ya ndoa ni rahisi tu? Nikamwambia huyu angejua asingesema namna hii. Nikamwambia bwana, sio rahisi ndugu yangu. Sema maandiko tu mnasoma na mahubiri mara nyingi, hamna mahubiri lazima uwe na ujumbe ambao Mungu amekupa. Sio swala kusoma maandiko tu. Lakini baada nikamkubalia kasisi kwamba nisimame nilete salamu za neno la Mungu. Ndugu zangu, duniani mwanadamu anatawaliwa na nguvu kuu tatu. Nguvu ya mmoja anaweza kuitawala kidogo. Naweza kuita nguvu ya kisayansi. Kuna viumbe humu duniani ambavyo mwanadamu hawezi kuviona kwa macho isipokuwa kwa vipimo, lakini vina nguvu sana, vinamsumbua sana mwanadamu. Vikipata nafasi kwenye mwili wa mwanadamu, vingine vinaleta typhoid, vingine vinaleta UTI, vingine vinaleta malaria, na ni nguvu. Kwa hiyo ni nguvu ya viumbe ambavyo vipo duniani vinaweza kumdhuru mwanadamu. Vikipata nafasi vinaweza vikamsumbua sana. Sasa hivi kidogo tunavicontrol kwa vipimo mbalimbali, unapima vinagundulika. Mimi naita hiyo ni nguvu ya sayansi ambayo ipo duniani, inaweza kuleta masumbufu kwa mwanadamu kama ikipata nafasi. Hiyo nguvu ya kwanza. Lakini nguvu ya pili ambayo iko duniani nayo haionekani kabisa. Zinaitwa nguvu za giza. Nguvu za giza, kuna viumbe pia vikiongozwa na Ibilisi, kabla anavyosema. Huwezi kuviona, lakini vinasumbua sana. Vikipata nafasi vinasumbua. Vinaweza vikasumbua mwili, vinaweza vikasumbua uchumi, vinaweza vikasumbua ndoa pia. Nguvu za giza. Lakini kuna nguvu ya tatu ambayo inamtawala mwanadamu. Nguvu kuu ni nguvu ya Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Nasema maneno haya kwa sababu napenda kuhubiri mstari mmoja tu kwa ufupi. Nizungumzie nguvu moja ambayo natamani kwamba Michael na mwenzake wasipe nafasi. Kwa sababu hiyo nguvu akipa nafasi itasumbua ndoa yao. Na baadhi ya watu ambao wameipa hiyo nguvu nafasi imesumbua ndoa nyingi. Inaweza kusambaratisha ndoa ikafa kabisa. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 27. Waefeso sura ya 4 mstari wa 27, lakini nianze wa 25. Anasema basi uvueni uongo mkaseme kweli kila mtu na jirani yake. Kwa maana ni tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Mwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Mstari wa 27 anasema wala msimpe Ibilisi nafasi. Maonyo haya ni maonyo ya jumla tu, wanapewa Wakristo wote. Wasiibe, wasifanye yote, lakini mwisho mtumishi wa Mungu Paulo anaandika, anasema
wala msimpe ibilisi nafasi. Nguvu ya giza ambayo inaongozwa na ibilisi, msiipatie nafasi. Na mimi nipe habari ya kuja kuhubiri kwenye ndoa hii, naomba niseme jambo hilo tu. Katika maisha yetu, na hasa maisha ya ndoa ambayo tuna jambo hili leo, Maiko na mwenzako, msimpe ibilisi nafasi. Mkimpa nafasi atawasumbua sana. Mnaweza mkanikubalia ukirudi nyuma kwenye ndoa ya Adamu na Hawa. Kabla ibilisi hajaingia katika ile bustani, ile ndoa ilikuwa salama kabisa. Adamu na mkewe walikuwa wanazungumza, hawaoni haya, wako uhuru, hawana cha kuficha, kila mmoja anaongea na mwenzake kwa uhuru mkubwa. Lakini alipokuja ibilisi katika bustani ya Eden, alipopata nafasi kupitia kwa mama yetu Eva, akapata nafasi, akashawishiwa na ibilisi, akaenda akala tunda lile ambalo Mungu alisema wasitumie. Ndoa iliharibika. Na nyinyi mnajua madhara yake. Mungu alipowatembelea kuja kuwahoji kwamba mko wapi? Je, mmekula lile tunda labda msile? Mtu wa kwanza ambaye alikuwa anatakiwa kujibu alikuwa ni Adamu. Na hoja yake alisema, huyu mwanamke uliyenipa ndio mwenye matatizo. Ibilisi akipata nafasi, utamuona huyu mbaya. Adamu aliyesema mwenyewe kwamba hii ni mifupa yangu, ni damu yangu, ni nyama yangu, huyu ni mwenzangu, sasa anasema wewe Mungu ndio umekosea kunipa huyu mwanamke, ndiye aliyesababisha nikafanya makosa kwa sababu alipata nafasi. Usimpe nafasi Maiko kwenye ndoa yako. Nyie zangu mliooa zamani, msimpe ibilisi nafasi kwenye ndoa zenu. Ibilisi alipata nafasi hana kubwa. Siku hizi kuna kesi ya hizi simu. Ibilisi akipata nafasi, simu baada ya kuwa baraka anakuwa shetani. Watu wengi siku hizi wanahangaika na simu, wanapekua simu, wanaona message za ajabu ajabu. Na wachungaji wanajua tunaomba kesi nyingi sana sasa za message. Ibilisi kapewa nafasi, anatumia mtandao kama anavyotaka. Huyu karusha hili, yale mapenzi, ule upendo, juu ya I love you, juu nini na nini, vila katika mara moja. Kwa sababu kapata nafasi. Na nyinyi ambao mmempa ibilisi nafasi, mnaona machungu kwenye ndoa zenu. Wengine mpaka sasa hivi mnatumia hizi simu kuongea na wake zenu kuhusu mambo fulani kwamba fanya hivi, lakini kuongea kwa mdomo hamwezi kwa sababu jamaa mmempa nafasi. Mimi namuonya babu yangu Maiko, usimpe ibilisi nafasi. Kama alikuwepo, kama nishampa nafasi, tumkatane kabisa hapa. Wachungaji wapo, kama nipata nafasi tupige maombi ya sarakasi hapa. Tuakize kwamba tunamngoa moyoni mwako, tunamngoa moyoni mwa mwenzako, ili nguvu kubwa ya Mungu itawale. Nguvu ya Mungu ikitawala, halafu ibilisi hana nafasi, ndoa inaenda. Sikatai, matatizo yapo, shida zipo, changamoto zipo, lakini apewe nafasi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mahali pengine, nafikiri Yakobo ameandika wazi, akisema mkaribieni Mungu, mpingeni shetani. Maana yake mpeni nafasi Mungu, munyimeni shetani nafasi. Msimpe nafasi. Mkimpa ibilisi nafasi, maneno tu ya mawivi yanaweza kuvunja ndoa. Maneno tu. Najua mtu akishakamatwa na ibilisi, akisikia tu wamenisema, mama yako anipendi, baba yako anipendi, maneno tu, inakuwa kesi kubwa, inaenda kwa mchungaji, inaenda kwa nani, kwa sababu ibilisi kapata nafasi. Ni nguvu ambayo haionekani lakini ipo, inafanya kazi. Adamu baada ya kumpa ibilisi nafasi, mambo yalibadilika.
aliona mke wake hafai, mke wake mbaya, akaona kwamba Mungu ndo kafanya kosa kwa kumpa mke. Mimi Michael nikupongeze sana. Umechagua vizuri. Au na muangalie kidogo. Muangalie. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naomba mpigieni Michael, anajua kuchagua, mpigieni makofi. Ulikuwa hapo mjanja. Ulipata wapi? Ndio kuchagua. Safi kabisa. Safi kabisa. Na mimi naomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwa safi hivyo hivyo. Halafu apate maneno mazuri ya kutiwa moyo, wewe ni mrembo, wewe ni mzuri, wewe yaendelee. Nyie mlio leo mnajua mlikuwa mnaambiwa wakati mnachungiwa, mnajua? Wewe sio wa kawaida. Wewe viwango vya juu. Wewe nini na nini? Wewe nini na nini? Sijui silali. Nini na nini? Wewe kioo changu. Wewe wani. Lakini baada ya kumpa jamaa nafasi, unaweza kashinda kazini wala uandike message kwa mkeo wala kwa mmeo, unaandikia watu wengine. Na mimi naomba Mungu atusaidie. Kwani unaandikia watu wengine message kuliko wakezeni kuliko wamezeni? Watu wanajua kuchati. Baba kana ni watu wanajua kuchati. Akiwa na chati na nani? Wengine huyu mwingine anafanya kazi, anafanyia kazi mbali, huyu anashinda kazini. Kama unakunywa chai mbali, kwa nini usiandike message kwa mke wako au mume wako? Unaandika kwa mtu mwingine. Hiyo nafasi anatoa Ibilisi kwa njia hizo ndogo ndogo. Na mimi niwaambieni ndugu zangu, mimi kwenye ndoa na uzoefu kidogo. Ndoa inaharibiwa na vitu vidogo vidogo sana. Wala sio mambo makubwa. Wewe fikiria kuanzia saa 1 mpaka saa 12 hujaona na mke wako, hujampigia simu, hujamwandikia message, hujaongea naye. Kesho tena hivyo na simu wanayo. Msimu wanayo na simu nayo. Hujamwandikia message, yeye pigia simu na ndio meshindaje. Ila wengine unawaandikia. Wengine unawapigia. Huo ni mlango pia zaka utumia. Anatumia huo mlango. Kwa sababu wewe huandiki message, maana sema mambo ambayo yapo siku hizi. Siku hizi mambo ya kuchati tu. Yapo. Mimi nimepoteza simu yangu kubwa, nimepoteza sio muda mrefu. Nina simu hii, naona kama napunjika, eti kwa na simu ndogo. Baba askofu tunatabu siku hizi, nataka kama simu makubwa. Hii simu haiwezi kupiga picha, kupokea inapokea, message za lazima inaandika. Hiyo nataka lile la kisasa kubwa. Halafu tukwambie message za mume wako ulizomwandikia na mke wako ziko ngapi? Sasa Ibilisi akiingia mnasema huyu umempa nafasi. Ndoa zinajengwa na vitu vidogo vidogo na zinabomolewa na vitu vidogo vidogo. Maneno tuna uso. Uso peke yake unaweza kufungua mlango mbaya kwa ndoa yako kwa uso tu. Walipo unaona mara ya kwanza ulikuwa unaangalia kwa uso wa tabasamu. Baada ya kuolewa wala utabasamu. Wala una jicho la kimahaba, huna, yameisha. Unamwangalia kavu namna hii. Umeshindaje mama fulani? Salama. Ulikuwa usemi salama mume wangu. Yaani kuongea neno mume wangu, kama salama mume wangu. Yaani shetani anakunyima uweze kuna watu watamki mume wangu, hawatamki kabisa. Shetani kabana nafasi kama usifika kumwambia mume wako mbele tu, sijaba. Kuongeza neno sijaba mume wangu, lakini ni njia moja ya kumfanya mume wako azogee karibu au mke wako asogee karibu. Vitu vidogo tu. Asante. Ibilisi anataka akamata eneo la ulimi wako, kumwambia mwenzako asante, anakamata kabisa. Hata afanye mambo mazuri kiasi gani, useme asante. Anafunga Ibilisi kabisa. Hapo anaona kile wageni asante nini lakini kwa mke wako unasema asante, huwezi. Anafunga na vitu vidogo. Mtukaje anarudia vitu gani? Ndio hivyo. Hakuna limbwata la nguvu kama maneno matamu. Yes. Wow. Wewe unamwambia mke wako wao nini?
wao. Ulimwambia ni mwenzako wao. Sasa mali mwanangu ndio anaingia Margaret hapa. Wao. Kwani mwanangu Margaret yeye ambaye mwanangu ndio anao leo. Amemwambia Mayunga wao mara ngapi? Kwa hiyo ndoa haihitaji mambo makubwa wala fedha nyingi, vitu vidogo vidogo. Na Ibilisi anajua vitu hivi vidogo vidogo ndio vinavyoimarisha ndoa. Anakamata hivi, anakamata. Hakuna cha kusema asante, hakuna cha kusema pole, hakuna cha wao, hakuna cha kuandika message ya I love you, hakuna cha nini. Anafunga yote. Mnapanga mambo makubwa tu. Tunajenga nini? Mtoto atasomaje? Maiko mjukuu wangu anaongea haya. Kwenye ndoa kuna mambo mengi. Kwenye mapenzi ya kawaida kuna mambo ya wao, I love you. Kwenye ndoa kuna majukumu. Amen. Sasa wakati mimi ndugu zangu tuko kwenye ndoa, yale majukumu yanaondoa ule wao, I love you, yanaondoa yale majukumu. Mtoto ana shule hana. Unajua fulani anasumbua sana. Majukumu. Pamoja na majukumu, lakini mapenzi yanatakiwa yaendelee. Ili Ibilisi asipate nafasi. Pamoja na majukumu ya uchumi, pamoja na ubize, yu mwingine yuko wapi anatafuta kazi, mwingine yuko wapi anahangaika na nini, lakini mahaba yanahitajika. Jamani, ndio kweli. Sasa sijajua je ni wasomi kwa kiwango gani, sijajua. Mimi na account Mike nimeona akiwa anasoma juu chuo gani pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ya kuhubiri bila kujiandaa muda mrefu nazo kwa bisi masaa, ngoja nimalize tu. Bwana asifiwe sana. Sijajua mnalimu kiwango gani. Kitaka niwaambie wajukuu zangu. Ndoa, elimu ya ndoa sio kubwa sana. Unaweza kusoma vitabu vingi. Au unaweza kufundisha ndoa za wenzako zikanyooka zikanoga, hapo utakushinda. Kwa sababu ndoa ni vitu vidogo vidogo kati ya wewe na mwenzio. Unavyomuelewa na anavyokuelewa. Na ndoa haina formula moja. Ndoa ya Margaret na Mayunga ni aliwahusu. Walivyokuwa wanaishi. Ninyi mnaweza mkapanga ya kwenu kwamba baba na mama waliishi namna hii. Sisi kwa namna mke wangu alivyo, mume wangu alivyo, tunataka tukaishi hivi, alafu mkaenda mkafika mahali. Ila usisahau majukumu ni ya lazima. Kwa sababu nataka mtakiwa mule na natakiwa mvae, mkipata watoto wasome na kwenda wapi ni ya lazima. Lakini majukumu hayo ndio yanaweza kuondoa vitu. I love you, wao, unapendeza, visiondoke viendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, nisiwe na maneno mengi kwa sababu kama nilivyosema ndoa ni somo la uzoefu. Naweza kujuta unaongea. Lakini ujumbe ambao nimeuleta mwepesi ndio huo, kwamba msimpe Ibilisi nafasi. Badala yake mpeni Mungu nafasi. Na milango ambayo Ibilisi anaweza ikaitumia ni hiyo. Kwa mfano simu. Anaweza akatumia simu badala ya kuongeza upendo na ushirika kwenu, message nyingi zikaenda kwa watu wengine kwa huyu waziri. Wanda message anampigia. Si ningekupa vocha mbona unanipigia? Unapigia kina nani? Unapigia. Mimi ninunua vocha mimi wafaidi wengine. Sikununui simu na kudanganya simu. Haya mambo ndio sasa mambo ya masimu haya. Maiko kama una simu basi huyu naye simu yake. Kama samani tuliyooa wale kama mtu anapita mkate simu inaharibu hapa. Simu, kwani simu yako wewe ni simu? Kuna simu gani kubwa? Kuna watu simu zao zikasika. Basi. Lakini haya yote yanafungua milango kwa Ibilisi kuchafua ndoa. Ndoa ya Adam na Hawa katika bustani ya Edeni ilipata matatizo mara tu baada ya Ibilisi kuingia. Naomba Mwenyezi Mungu ajalie ndoa yenu, Maiko babu yangu na babu yangu mwingine, kwamba ndoa yenu Ibilisi asipate nafasi. Mpeni Mungu nafasi. Jifunzeni kuomba pamoja. Jifunzeni kufanya majukumu kwa pamoja. Ikibidi kutembea pamoja, tembeni pamoja. Inapolazimika. Kama mtembei pamoja, kwani pamoja kwa njia ya mtandao. Ongea na mwenzio.
mpe maneno mbalimbali, mtie moyo, mfariji. Mungu, tunakushukuru sana kwa ibada hii nzuri, ibada ya ndoa takatifu, ibada ya Michael na mwenzake ambao wanabarikiwa leo, wanaingia katika jambo kubwa sana, jambo la maisha yao yote. Hata kama tungetoa hotuba za masaa mawili 10 na ngapi, haitasaidia, isipokuwa ni wewe Mungu pekee upate nafasi mioyoni mwao. Watapata maombi mengi sana leo, wataombea ili kwamba Mungu uwe na nafasi ya kutosha katika Bwana, ili ibilisi na nguvu za utawala wa giza isipate nafasi katika mioyo yao. Watawala, tunaombea ndugu wa pande zote mbili wape umoja na mshikamano, ili ndoa hii Baba ikadumu kwa nguvu za kwako, na sifa mwisho wa yote zirudi kwako. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya hotuba nzuri. Tukushukuru Baba mtumishi wa Mungu kwa ajili ya ujumbe huu. Sasa mimi nilikuwa natafakari, hivi leo kweli nimepigia message mama yake, nimemwandikia message. Niambia wao. Jamaa, kumbe ndoa ni vitu vidogo vidogo Wewe ndio unatoka huko, mimi niko busy, wamenivuruga. Wamekuvuruga mpaka tena huko ndani. Sasa iko ndugu yangu ile wao yake sipungue. Bwana asifiwe. Baraka mkama alikuwa ananiambia mzee, imeenda hiyo. Yaani imeenda hiyo. Hebu tafakari wewe. Hivi hata wiki umeandika message ngapi kwa mume wako? Au kwa mke wako? Mungu atusaidie. Kupitia ndoa hii ya Michael, basi na sisi tuweze kutafakari tena upya ndoa zetu. Ndoa unajua haijengwi na matofali ya broko wala ya kuchoma na sementi. Mzee kashasema hapa baba, kuna vitu vinavyojenga ndoa na kuna vitu vinaibomoa ndoa huyo. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Upendo mlisema mpo, kwaya. Kwaya ya upendo mpo. Leo hii kiboko hii. Na upendo wapo kwenye ibada. Haya, ni muda wa kutoa sadaka kwenye ibada hii. Niombe vyombo viwekwe na upendo kwaya, karibuni mtakuwa mnaimba. Michael, kuna kwaya ya upendo hapa. Karibuni.
Ya Yesu makofi. Ongeza tena makofi. Wengine mbona mpige makofi? Mna shida gani? Ongeza makofi mengi. Wamesikia mafundisho ambayo wamefundishwa na mchungaji, lakini pia wamesikia neno la Mungu sasa. Kwa hiyo sasa ni nafasi yao kutafakari vizuri, na wanapoingia kwenye viapo hivi basi wakiwa wameshatafakari. Lakini viapo hivi pia vitusaidie sisi wa zamani, si ndio jamani? Ukiona ndoa yako imepata shida kidogo, unaweza kutengeneza. Bwana asifiwe. Wanafalsafa wanasema kuingia kwenye tatizo sio tatizo, isipokuwa namna gani unatoka kwenye tatizo. Hapo ndio kunatakiwa kuonekana utimamu wa mtu na jinsi anavyoweza kufikiri vizuri. Sio ukiingia kwenye tatizo ndio unapotea na tatizo. Ukiingia kwenye tatizo linaweza likatokea wakati wowote, lakini namna gani unatoka kwenye tatizo. Iwe Michael, utamchukua mwanamke huyu kuwa mke wako wa ndoa, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu. Katika hali hiyo takatifu utampenda, utamtia moyo, utamheshimu na kumtunza wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima. Utamshirikisha mali yako yote ya duniani, na ukiacha wengine wote utakaa na huyu peke yake tu, maadamu naishi wote wawili. Ndivyo Salome, utamchukua mwanamume huyu kuwa mume wako wa ndoa, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu. Katika hali hiyo takatifu utampenda, utamtia moyo, utamheshimu na kumtunza wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima. Utamshirikisha mali yako yote ya duniani, na ukiacha wengine wote utakaa na huyu peke yake tu, maadamu mnaishi wote wawili. Ndivyo mtakavyofanya. Bwana asifiwe. Amen. Hapo watu waliofunga ndoa, si ndio? Sasa hii hapa inawahusu. Mliofunga ndoa naomba msimame. Simameni tu kwa nguvu zote bila aibu. Halafu tuulizane maswali peupe. Bwana asifiwe. Amen. Haya. Poleni nyinyi ambao hamjafunga ndoa, mnaangaliana mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mpaka sasa hivi mna miaka 10 mnaangaliana. Haya. Karibu. Ninyi mnaoshuhudia hadi hizi mtakuwa waaminifu katika ndoa zenu na kufanya kila mwenzao kuwasaidia hawa wawili kudumisha ndoa yao. Nani wanaowaleta mwanamke huyu na mwanamume huyu waoane? Tukae pande mbili, wale walioandaliwa.
Inapofika sasa, Michael ana jambo la kusema kwa ajili ya Salome. Ana jambo la kusema Salome, tumsikilize. Karibu Michael. Mimi Michael na kuchukua wewe Salome kuwa mke wangu wa ndoa, niwe nawe tangu leo hivi na baadaye, katika mema na katika mabaya, katika utajiri na katika umaskini, wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima. Nikupende, nikutie moyo, nikuheshimu na ukutunza hata kufa, kwa amri ya Mungu takatifu, kwa amri takatifu ya Mungu, na kwa hiyo nakupa jamii yangu. Ongeza makofi na vigelegele tena. Haya, baada ya kumsikia Michael kwa ujumbe huo, Salome naye anasema na mimi sikubali, nina cha kumwambia Michael. Tumsikilize Salome. Mimi Salome na kuchukua wewe Michael kuwa mume wangu wa ndoa, niwe nawe tangu leo na hivi baadaye, katika mema na katika mabaya, katika utajiri na katika umaskini, katika wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima. Nikupende, nikutie moyo, nikuheshimu na kukutunza hata kufa, kwa amri hii takatifu ya Mungu, na kwa hiyo nakupa yamini yangu. Bwana asifiwe. Haya, nafasi ya sasa ni kuzibariki pete. Tuombee pete. Naomba tusimame kwa ajili ya kuombea pete. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Bwana usikie kuomba kwetu. Bwana akae nanyi. Tuombe. Bwana tunakuomba uzibariki pete hizi tunazozileta mbele yako. Uwajalie hawa watumishi wako kila mmoja atakayevaa akae na mwenzie kwa uaminifu. Wapendane mpaka kufa, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Naomba mkae. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu hawajui wanapovaa pete. Wengi wetu wanafikiri pete ambayo amevaa hata sasa wanandoa wako nayo, wanafikiri ile pete ambayo wako nayo yeye ni ya kwake. Sio kweli. Pete ulio nayo wewe mwanaume, hiyo ni ya mke wako. Salome, pokea pete hii iwe ishara ya upendo na uaminifu wangu kwako hata kifo kitakapotutenganisha, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mama pete ni kupendeza sana. Ongea. Haya, zamu yako na wewe, nataka asikie jinsi unavyomweleza. Michael, pokea pete hii iwe ishara ya upendo na uaminifu wangu kwako hata kifo kitakapotutenganisha, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Tuombe. Mungu wa milele, muumba watu wote na kuwahifadhi, mtoa mema yote ya rohoni, asili ya uzima wa milele, uwajalie hao watumishi wako msaada wako, mwanamume huyu Michael na mwanamke huyu Salome, tunaowaoza kwa jina lako, ili wayatimize maagano walioagana kwa dalili ya pete hizi, wakae daima katika kupendana na amani kamilifu, wakizifuata sheria zako, kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu aliyoungamanisha mwanadamu asiwatenganishe, kwa sababu Michael na Salome wamekubaliana katika ndoa takatifu, wakakiri hayo mbele ya Mungu na mkutano huu, kwa kupeana yamini na kuahidiana, wakaonyesha hayo kwa kutoa na kupokea pete na kwa kushikana mikono, na wanena kuwa mume na mke kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu awabariki, awahifadhi, awalinde. Bwana awaangalie kwa wema wa upendo wake, awajaze wingi wa baraka ya rohoni na neema, mkae pamoja katika maisha haya na hatimaye muwe na uzima wa milele, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sasa tumeshapata kwangu kipenzi, kipenzi cha roho yangu, ndiyo leo na mtambulisha kwema. Uko singo bana shamba dawa, uko singo bana shamba dawa, yuko wapi, yuko wapi, onekane nana. Bwana asifiwe sana. Vigelegele yani mbalimbali vya mganga. Ongeza vigelegele. Uko singo bana shamba dawa, yuko wapi, yuko wapi, onekane nana. Uko singo bana, uko singo, yuko wapi? Wakati baba kasisi atakapokuwa anawaongoza hao watumishi kupanda huku madhabahuni, huku tukiwa tunasoma Zaburi, basi taratibu kabisa wakiwa wako kwenye kushikana vidole safi kweli, yani basi baba kasisi, karibu utakapokuwa unawaongoza kwa ajili ya sala zinazofuata. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake, taabu ya mikono yake hakika utaila. Utakuwa heri na kwako kwema, mkeo atakuwa kama mzabibu uzao vyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Tazama, atabarikiwa hivyo mtu yule amchaye Bwana. Bwana akubariki toka Sayuni, uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Naam, kawaone wana wa wanao, amani ikae na Israeli. Utukufu una Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa na hata milele hivyo. Amen. Na uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana uturehemu. Baba yetu uliye mbinguni,
Bwana, umwokoe mtumishi wako hawa wanaokutumaini. Bwana, waletee msaada wako patakatifu pako. Walinde siku zote. Uwe ngome imara kwao. Mbele ya adui zao. Bwana, usikie kuomba kwetu. Kilio chetu kikufikie. Bwana akae nanyi. Pia na roho yako. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, wabariki hawa watumishi wako, wapende mbegu ya uzima wa milele mioyoni mwao, ili yoyote watakayojifunza kwa neno lako takatifu wayatimize kwa matendo yao. Waangazie kwa rehema, Bwana, kutoka mbinguni, wabariki ili kwa kutii mapenzi yako na kukaa salama chini ya himaya yako wapate kudumu katika pendo lako hata mwisho wa maisha yao, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Mwenyezi Mungu uliyeumba wazee wetu wa kwanza Adamu na Hawa, ukawatakasa na kuwaunga katika ndoa, kumwagieni wingi wa neema yake, akutakaseni, akubarikini, mpendeze mwili na roho, mkakae pamoja katika upendano mtakatifu hata mwisho wa maisha yenu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba piga makofi na vigelegele. Tulia kidogo wewe. Alafu tupigie huo niko single milema. Nishike mkono kipenzi, kwangu wewe ndo kila kitu, na leo ndiyo siku yetu. We mzuri kwangu, kwa wazazi ukapita, moyo wangu ukapitisha, na pasta amekubali tufunge ndoa yetu. Unatupendeza tukitembea pamoja, tukimbe pamoja, ratufurahi pamoja. Una hata watu wote mekusanyika hapa kutuweka pamoja, tuje. Amen. Bwana asifiwe. Mimi bwana, nilipoingia nimeshangaa sana. Bwana harusi na mdhamini wake, nyie msiwaangalie, angalieni chini, alafu wale waangalieni waumini. Maharusi nyie wa kiume, mdhamini na mwingine, nyie angalieni chini. We angalia kule maume. Jamani, si mnaona wanavyofanana? Tuseme ukweli jamani, mnaona? Haya, na nyie angalieni chini. Sasa zamueni nyie waangalieni wale. Hebu angalieni hao walivyofanana. Wamefanana nini? Hebu cheki zile pua kama wamezaliwa pamoja. Dokta, umejitahidi sana kuchagua wadhamini wazuri. Kwanza umefanana nao, afu ndoa yao haina shida, hawana mgogoro, wanaishi vizuri. Yaani mama hapa akitokea kwa mbali kule, baba unasikia anasema wow. Ndio maisha yao wanaoishi, mimi nawafahamu hao. Hongera sana. Hongera sana. Mmechagua wadhamini wazuri. Mungu awabariki, naomba mrudi pale. Mchungaji aendelee na taratibu zinazofuata. Kabla ya kurudi
kwenye vyeti mazima, ili tukomboe muda kidogo. Sasa niwaombe studio, hawa jamaa leo wanapata bahati, leo wanakuja mpaka madhabahu ya harusi. Sasa ni pamoja. Asifiwe. Ndio sioni hapa tunasumbuana sana na DJ kwa sababu jimbo lake si bado liko wazi. Kwa hiyo yeye anajaribu kufankwaa. Bwana asifiwe. Lakini kaniambia mzee, karibuni basi mambo yataenda vizuri. Sasa ni muda wa kuweza kusaini vyeti vyao. Ndio maana tumewaleta hapa. Sana nini wapiga picha basi kwa leo tunakaribishwa madhabahuni, ila ni taratibu. Ili nichukue picha vizuri kumbukumbu, maana tukikosa leo basi wakati nilikuwa nanikumbusha kwamba hapa tuna dokta anajua mwandiko. Yani hapa ni vice versa. Haya sawa. Haya basi na nyie wadhamini sasa karibuni. Sasa ngoja kidogo DJ. Hii harusi ya leo mimi nimeiona ya tofauti kidogo. Ndani kati ya ndoa ambazo tumewahi kuzifunga hapa ambazo zimekuwa na wachungaji wengi na baba askofu akiwepo na mama askofu chache kweli kweli. Nadhani Michael, hii pia ikupe kuona picha fulani na aliyepewa vingi vitatakwa vingi kwake. Mpaka baba askofu yupo. Yaani hata ndoa yako hivi baba askofu akuwepo kule.
Hebu makofi kwa Michael na Salome. Lakini unajua mpaka mwalimu wangu yeye akifundisha somo ule, mimi nikimwona mtaani nahisi kama analeta asili yupo. Wakati mwingine nimeanza kumzoea kwa sababu wakati mwingine namtuma nenda kule. Lakini mwalimu, yaani walimu wangu wawili wao. Hebu makofi kwao. Bwana asifiwe sana. Sasa mimi nitakapokuwa namalizia mambo mengine hapa, kwa nafasi hii kwa kweli niitoe Baba Askofu pamoja na kasisi wote walioko hapa, mje mchukuliwe picha nzuri. Picha nzuri. Asante. Sasa kwa vile mmeshakuja kabisa huko, Baba Askofu na mama mseme neno kidogo, ili mtakapokuwa mmerudi kule mwe mmepumzika moja kwa moja. Karibu sana Baba Askofu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhuru wa Yesu. Amen. Msifu Yesu Kristo. Amina. Kwa wasionifahamu, naitwa Juliet Mageni, ni mke wa askofu mstaafu Dadili Mageni. Ninamshukuru Mungu kwamba siku hii ya leo nimeweza kuhudhuria ndoa ya wajukuu zangu. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kuwashukuru baba na mama Mayunga kwa kutukumbuka, kutukaribisha. Unajua mama Mayunga yeye ni mwanangu, yaani yeye, mimi na baba yake alikuwa kaka yangu. Kwa hiyo nashukuru kwamba bado hawajanisahau mimi kama shangazi yao. Sasa wameona vema kutukaribisha kwenye ndoa hii ya mjukuu wetu. Walitukaribisha kwa heshima kubwa, wakasema kwamba tunaomba, ingawa bado iko mbali, lakini mkumbuke kwamba tutakuja kuwaletea kadi, mhudhurie ibada pamoja na sherehe. Nasi tumepokea heshima hiyo kwa furaha kubwa, na tunamshukuru Mungu kwamba kweli siku ambayo Mungu mwenyewe aliipanga ni leo, na napenda niwapongeze sana wajukuu zangu kwa uamuzi huu ambao mmeuamua wa kuishi pamoja katika ndoa ya Kikristo. Tunawapongeza sana na tunawaombea Mungu awasaidie katika safari hiyo ambayo mmeianza. Bila shaka mmesikia vizuri mahubiri ambayo yalikuwa na nguvu, yametutia moyo hata sisi wa zamani. Tumejikumbuka kwamba kumbe huwa nakosea pale na pale. Kutokana na ndoa yenu, basi na sisi tumejifunza mambo mapya. Tunawashukuru sana. Lakini pia nimshukuru kasisi wa mtaa huu na wasaidizi wake kwa kutupa heshima kubwa. Tunaona ni heshima kubwa kutukaribisha. Tunashukuru sana. Lakini tutaomba radhi kwamba baada ya ibada hii tutaondoka. Basi tunawaombea kwenye sherehe, Mungu awasaidie. Bila shaka mtakuwa mmetusamehe tu. Kwa kweli tumejitahidi kuja. Kwa hiyo mtatusamehe kwa hilo, lakini tuko pamoja na msitusahau.
Michael, mimi ni bibi yako, usinisahau. Nikikuona wewe nakumbuka kaka yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Na mimi naungana na mama kumshukuru Mungu sana ambaye ametupa nafasi ya kuhudhuria katika ibada hii, ibada ya wajukuu zetu Michael na mwenzake Salome. Kwa kweli kwa neema ya Mungu, na mimi niseme kwamba kwanza tunawapongeza sana, tunawapongeza kwa uamuzi wa busara ambao umeamua kwa kutimiza mpango wa Mungu wa tangu mwanzo kwa kuweza kuoana kwa ndoa takatifu. Kuna wengine ambao kwa wanapita njia za mkato, badala ya kupita nuruni wanapita gizani huko, wameonana huko sokoni na kuana tu, basi wanaanza maisha. Lakini ninyi mmefanya vizuri, mmeungana katika ndoa takatifu mbele ya kanisa, na hii ni ndoa yenye baraka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na najua mchungaji ambaye ametoa neno siku ya leo amesema maneno ya msingi, maneno yake sio mengi, machache. Unajua siku ya leo hata ukisema mengi sana, nafikiri maharusi hawezi kusikia sawa sawa. Yaani kwa ajili ya furaha ile walionayo kuyakumbuka inakuwa ngumu, na pengine kinachowasaidia tu kwamba mkanda unaochukuliwa ndio huu utakumbusha siku ilikuwaje, ama sivyo ingekuwa kazi kweli kukumbuka. Nafikiri hatuwezi kuongeza maneno mengi, tuseme kwamba kama neno lilivyosema kwamba msimpe ibilisi nafasi, na badala yake mpe Mungu nafasi. Mungu awe na nafasi kubwa katika maisha yenu mapya mnayoanza ya kuishi pamoja kama bwana na bibi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hasa mkizingatia kusoma neno la Mungu na kuomba pamoja. Sitaendelea kuwaombea kwamba neema ya Mungu iwafunike ili kwamba muendelee kumweka Mungu na mmoja katika maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tutaendelea kuomba Mungu kwa ajili yenu ili kwamba awape maisha mema ya ndoa, maisha yenu yote hadi mwisho. Mungu awabariki sana. Amen. Makofi na vigelegele. Yaani tena hao ujue ni walimu wangu, hata cheti bado hawajanikabidhi, ndio maana mpole hapa. Kumbe mwalimu. Tulia. Wewe picha ipiga vizuri. Hivi Msukuma umemwona alivyozokelezea? Mama wewe. Asante. Baada ya hapa ile ambayo nimepewa kuelekeza picha nimemaliza. Nimuombe kasisi wa parish aendelee na taratibu zinazofuata. Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya Abubakari. Bwana asifiwe. Na kwa kuwa hawa wamehitimu, zoezi linalofuata ni kuwapatia vyeti vyao. Na mimi niombe taratibu kabisa DJ niletee hawa watu huku madhabahuni ili tuwakabidhi vyeti vyao.
Hivi vyeti vimeandikwa kimoja kwa lugha ya Kikaguru, kingine kwa lugha ile nyingine. Kwa hiyo basi Kisukuma kumbe na Kijimu. Cheti hiki ni cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nami niombe kasisi kiongozi wa parishi na kasisi msaidizi. Lakini basi kwa kweli adini wetu yupo, baba nikuombe tuje tukabidhi hiki cheti. Kinashikwa na wote watatu. Watumishi wanaolewa yote waombayo ikiwa umeelezwa wanalona kunipinga hakika wewe ni Mungu wanote unakania na hiyo makunia tena waonyeshe. Sasa ukimwe sana msizibe yani ile pua ambayo kwa nini lazima pua vizuri. Haya, hebu weka vizuri cheti. Ushahidi ni huo hapo. Jamani si wanapendeza Alafu sasa hebu niwaombe. Hatua moja mshuke hapa. Alafu ni baba Kanoni unisamehe sana mke. Sana sana vile sana kwa ajili ya membari Aisha kichangamka. Watu wako umewapa mamlaka kwa jina lako Yesu. Waponye. Haya basi. Hapo ndo kwa hiyo. Mzee mwingine ananiambia na mimi Eliadini ni ndugu wa Michael juu. Sasa wapendwa, jambo lililopo hapa ni moja, msikilize. Unajua dunia ya leo hii ikitokea kijana wako anakuletea heshima kama hii ya kutangaza ndoa siku 21 hadharani, alafu ndoa inafungwa hadharani peupe namna hiyo. Unajua hili ni jambo kubwa Sio jambo la mzaha. Vijana wengi wanachukuana tu ovyo ovyo. Jambo hili linaleta utukufu kwa Mungu, linaleta heshima kwa familia. Yaani sasa hata familia hiyo unaposema tuna mkwe, ndoa imefanyika, yaani hadharani, sio kwa kificho ficho. Bwana asifiwe sana. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante kwa ajili ya jambo hili kubwa. Mungu ametubariki sana. Safari ya Michael haikuwa rahisi tangu amezaliwa mpaka amekuwa kafika hapa, sio jambo dogo. Na mimi naomba niwashauri ndugu wa Michael. Kuna bahasha hizi, kila mtu atachukua bahasha, kila mtu. Halafu mtatoka pale nje. Wekeni shukrani yenu mbele za Mungu ya kumwambia asante kwa ajili ya kijana wetu, na hii sasa ndilo tambiko letu kwa kijana wetu la kutambikia ndoa yake iendelee kudumu. Hatuhitaji kuona ndoa ikivunjika kesho wala kesho kutwa mpaka kifo. Kwa hiyo mimi nimewaita nyie ndugu kwa maombi yenu ya kuombea ndoa hili pamoja na tambiko ambayo inaitwa sadaka. Bwana asifiwe. Na baba askofu mstaafu naye ndiye ndugu. Na mimi naanzia kwake kumgawia bahasha. Yaani mchungaji sio tu baba askofu. Haya ndugu, geukieni huku, alafu niwape bahasha. Pokea bahasha. Alafu nyinyi mtasikiliza
kusikiliza tu maelekezo ya mchungaji. Mchungaji. Yaani na Dr. Maungo naye yupo humo. Na Dr. Maungo Dr. Maungo yupo. Sasa Dr. waga naogopa pia, naogopa sindano. Sasa unajua Simiyu ni mbali. Simiyu si kama Gairo yule. Kwa kweli hongereni sana ndugu wa biharusi. Na wapendwa, tunawapa bahasha. Bahasha hii hebu wekeni tambiko kwa ajili ya binti yetu Salome, ndoa yao. Si unajua akienda kwa waganga kienyeji wanatoa jamani. Na sisi tunahitaji kuiombea hii ndoa. Hakuna ibada bila sadaka. Ndoa hii ili idumu pia mpaka kifo kitakapotenganisha, tunahitaji kuitambikia vizuri hapa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo geukieni huku mpokee hizi bahasha kwa moyo wa furaha kabisa na wakupenda, alafu mnapendeza uliwe. Karibuni wape hizi bahasha. Sasa mhubiri alisema mkuu wake anajua kuchagua, kwani kajua kuchagua zile. Mungu uwajalie, wape neema, wakaendelee kukuona wewe katika maisha yao mazima. Tunakushukuru kwa ajili ya wazazi ambao wamewalea na kuwatunza watoto hawa katika njia yako takatifu hata kufikia hatua hii nzuri. Na Mungu, tazama hata maneno walioyasema wazazi katika ibada hii ya kuwatakia baraka watoto wao, lakini pia wakitambua kwamba baraka nyingi zitatoka katika madhabahu hii, madhabahu yako takatifu. Baba, tunakuomba usiwasahau watoto wako. Tuomba baraka zako ziwe pamoja nao, pamoja na watoto wao. Bwana, tunakusihi sana uwakumbuke na ukumbuke sadaka za watu wako kama walivyokumbuka sadaka za yule mtumishi wako ambaye alitoa sadaka na wewe ukazikumbuka sadaka zake ukamtembelea kwa namna ya pekee. Baba, tuomba sana pia ukumbuke sadaka za watoto wako hawa leo. Baba, tunasema asante kwamba tunapoomba wewe unasikia, na tunaomba hivyo tukiamini kwamba utaleta baraka zako juu ya nyumba hii mpya ambayo inaanza leo. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Amen. Amani ya Mungu ipitayo fahamu zote. Yesu asifiwe. Kinachofuata sasa, nitaomba
wazee wa kanisa hili wote mliopo kwenye ibada hii, basi tunapopata wimbo wa kutoka, ninyi msitoke kwa ajili ya ratiba nyingine iliyoko hapa. Tutaifanya kwa haraka alafu kuelekea mahali pengine. Labda kama kuna aliyeandaliwa kwa tangazo moja tu la maelekezo, ugeni huu ukitoka hapa unaenda wapi? Kama yupo aliyeandaliwa, karibu. Anapokuja ni wakumbushe. Kesho ni Jumapili kwa taarifa yenu yani. Maana wengine waga mkitoka hapa mnasahau kwamba sasa Jumamosi mnaifananisha kama Jumapili. Yaani leo ni Jumamosi ujue. Kesho ni Jumapili. Ibada zetu hapa ni mbili kama kawaida. Ibada ya kwanza saa 12:30, ibada ya pili saa 2:30. Michael utakuja? Mje na Salome, yani mtakosaje kwa mfano ya. Maana mkikosa nyie na wengine watasema tulikuwa na maharusi. Kwa karibuni kwenye ibada. Msisahau ibada ya kesho. Karibu kwa ajili ya tangazo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa yote ambayo yametendeka mahali hapa. Amina. Baada ya hapa tunaelekea kupiga picha. Tutakuwa na magari mawili. Tunaomba yeyote mwenye nafasi tuambatane huko tunakwenda kupiga picha ili tuweke kumbukumbu vizuri. Lakini mara baada ya kutoka kupiga picha tutaelekea ukumbini pale Iswilo. Bwana Yesu asifiwe.